leo utakuta katika Uislamu kuna baadhi ya watu wanawaambia kundi lingine sio Waislamu, na kuna kundi lingine linawaambia wengine sio Waislamu. Sasa hii kwa mtu ambaye hajapita darasani au sio mtu wa kufuatilia mambo, Uislamu wake ni wa kuswali basi, anafunga basi, inampa shida sana, kwa sababu inawezekana wale unaambiwa kwamba sio Waislamu wakawa ndio bora zaidi, yani kwenye macho yako, kuliko hawa wengine wanaambiwa ni Waislamu. Kwa mfano, kuna kundi lipo sasa hivi ambalo wao wanawaambia baadhi ya masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sio Waislamu. Yani hilo kundi haliwaambii watu wa zama hizi kwamba sio Waislamu, linawaambia maswahaba hasa, yani linamwambia Omar, Abubakar kwamba hawa ni makafiri, yani wanawaita kabisa hawa ni makafiri, na wengine wametunga kitabu kabisa wameandika hawa ni mashetani. Lakini hawa watu kwa kosa hili kubwa wanaolifanya kwa kuwakufurisha masahaba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiwaangalia akhlaki zao ni nzuri zaidi ya hawa ambao hawakufurishi masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa kuna baadhi ya watu huwa wanachanganyikiwa, yani hawa sio Waislamu sawa, mbona matendo yao ya Kiislamu wanapambana na taifa kubwa la kikafiri, na wanavyodai wao kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wamepata msaada, wamemshinda lile taifa, wao kufa hawaogopi. Na hii ndio sifa Muislamu. Sifa Muislamu kufa haogopi. Hasa mbona wanaambiwa sio Waislamu? Ndiyo, kwa mujibu wa sheria ya dini tukufu ya Kiislamu, huyu bwana anayewakufurisha masahaba, ikiwa wewe utamuita Muislamu yeye, basi kwa kanuni ilivyo itakuwa automatically umewafanya Abubakar na Omar kuwa makafiri, maswahaba Bwana Mtume sallam. Ili wewe uwakubali Omar na Abubakar kwamba ni Waislamu, basi lazima hao wawe makafiri. Yani hakuna viwili kwa pamoja, hapana, lazima kuwe na kimoja. Hiyo ndo kanuni, ipo kimoja. Hawa wanawakufurisha masahaba kwamba sio Waislamu. Wewe ukiwakubali hawa ni Waislamu, maana yake umewakufurisha masahaba, sio Waislamu. Ukiwakubali masahaba ni Waislamu, yani Abubakar na Omar ni Waislamu na mama Aisha, basi hawa watakuwa wao sio Waislamu. Lazima kimoja wapo uchague hapo. Sasa mwenyewe ni juu yako chagua. Je, utawakufurisha masahaba au uwakufurishe hawa wanaosema masahaba ni makafiri? Nadhani hilo nimeliweka wazi vizuri, lakini hilo silo linalochanganya watu. Kinachochanganya watu, nasikia ukakasi kuwaita hawa makafiri hali ya kuwa matendo yao ni ya Kiislamu. Yani wanasali, wanasoma Qur'ani, wanafanya amali huenda kuliko hata sisi. Ndugu zangu, kama mtu amepita darasani kidogo, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alibashiri kundi moja ambalo linaitwa Khawarij. Akasema Khawariji ni kundi ambalo mkiwaona mtadharau swala zenu, yani wao wanaswali vizuri kuliko nyinyi. Mkiwaona wanapofunga mtadharau funga zenu, wao wanafunga vizuri zaidi kuliko nyinyi. Lakini wametoka kwenye Uislamu kama chembe kinavyotoka kwenye upinde, yani kama mshale umetoka, hali ya kuwa wao kwenye matendo wanaonekana ni Waislamu wazuri kuliko wewe unayewaona, ila wametoka. Kwa hiyo matendo ya mtu kwamba anafanya Uislamu mzuri zaidi
hayamfanyi kwamba ni certificate kwamba yeye ni Muislamu. Kama atakuwa amekosea kanuni, ametoka katika tauhidi. Kwa mfano, ukitoka katika tauhidi tu, hata kama wewe utakuwa umejipamba na kila kitu, automatically sio Muislamu. Kwa mfano, umekwenda kwa mganga wa kishirikina, na tukisema waganga wa kishirikina ni hao waganga wote mnaowaita walimu hawa. Hawa waganga wote mnaowaita walimu hawa ni washirikina. Hawa wanaoamini kwamba wanapandisha mashetani ndio yawape elimu, wanashirikiana na majini kwa ajili ya kutibu, hawa ni washirikina. Kwa hiyo mtu yote atakayekwenda kwao, huyu ametoka katika Uislamu hapo hapo, hata kama atakuwa amejipamba na kanzu, anaswali swala 5, anafundisha madarasa, anaswalisha, lakini ametoka katika Uislamu. Sasa jambo lingine la kuzingatia ni hili. Zamani alikuwepo mtu anaitwa Abdallah bin Ubay bin Saluli. Huyu ni rais munafikina. Huyu ni rais munafikina. Huyu bwana alikuwa ni mmoja na mwenzake